Wow, yes, yes. Nadhani Mr. Paul ameongea kitu muhimu sana. Watu wengi usahau kwamba mtoto akizaliwa na changamoto ya kuto kusikia au ziwi au kuto kuona, uamini kwamba huyu labda amerogwa au ampewa laana. Hapana. Kiumbe hicho au mtoto huyo huwa anakuwa inawezekana amelisi kutoka kwa babu yake, kwamba alikuwa na changamoto hiyo miaka mingi iliyopita, na mtoto huyo anarisi na sio kwamba ni imani za kishirikina. Hapana. Nadhani watu wafahamu hilo, lakini kulieleza hili kiundani zaidi, namna ambavyo zile jeni zinavyotoka kwenye kizazi kimoja kwenda kizazi kingine, nadhani tutaanzisha mjadala mwingine tena wa kuweza kujadili hivyo zana hiyo kwa kina zaidi. Sasa naomba uendelee Mr. Ngoswe, umalizie kwa kusema lolote za sababu au changamoto na uhitimishe kwa ufupi zaidi. Asante. Asante Dr. Dreki. Vile vile changamoto nyingine ni magonjwa au maradhi ambayo mtu anakumbana nayo, kwa mfano kisukari, presha ya macho, huweza kumpelekea mtu kupoteza uwezo wake wa kuona, lakini vile vile hata uwezo wake wa kuweza kusikia. Lakini pia tusiweze kusahau changamoto ya ajali. Tunafahamu kwamba mtu ambaye ana changamoto ya kuto kusikia au kuto kuona huweza kusababishwa na ajali mbalimbali. Kwa mfano mtu akamwagikiwa na tindikali kwenye macho au kwenye masikio, huweza kusababisha uharibifu katika mfumo wa ufanyaji kazi wa sehemu hizo mbili za macho, lakini pia hata kwenye masikio. Hivyo ajali mbalimbali huweza kusababisha kupoteza uwezo wa mtu kusikia au kuona. Lakini kwa kuhitimisha, mimi niweze tu kusema kwamba jamii inatakiwa ichukue hatua zaidi kujikinga na haya yote ambayo tumeyaeleza. Hizi ajali ambazo sio za lazima wachukue tahadhari, hususan kwa watoto wadogo. Lakini vile vile tunafahamu kwamba hawatakiwi kuwatenga wale ambao watapata changamoto hizi. Wanatakiwa waishi nao vizuri, wawalee vizuri, wahudumie vizuri, wawapende, wawajali na wawathamini kama wengine, kwa sababu tunafahamu kwamba changamoto hizi za kuto kusikia, kuto kuona, unaweza ukakumbana nayo hata uzeeni, siku yoyote na saa yoyote na kukuta. Kwa hiyo utakiwi kumtenga au kumbagua mtu kwa sababu ya yeye asikii au aoni. Itakuwa sio vyema kufanya hivyo, kwa sababu hakuna ajuaye kesho yake. Asante Dokta.